Bwana, ngome inaanza na huyu mrembo anaitwa Belema. Ni saa 8 za usiku anatoka club. Alikuwa amerequest Uber, so amejua hapa na huyu mchizi driver anaitwa Isio. Sasa kutokana na kwamba Belema alikuwa amelewa sana, kamwambia mchizi kuwa najua utakuwa unanitaka mimi. Isio alishtuka kweli kweli. Belema akamwambia paki gari pembeni. Mchizi akakaza, lakini uvumilivu kamshinda mbuzi kafia kwa muuza supu. Jamaa akapaki gari pembeni, akamwambia mrembo kuwa una condom. Mrembo akasema sina, tunafanyaje? Mchizi akaona isiwe tabu, akamfuata mrembo siti ya nyuma, akachapa mzigo hivyo hivyo. Sasa baada ya mechi, Belema saka akti kama mezimia. Mchizi alibaha kweli kweli. Belema bwana akashtuka, akamwambia nilikuwa nakutania. Jamaa alihema juu kweli kweli, maana tayari jamaa alikuwa ameanza kuhisi labda Belema kafa ise. Basi wakaendelea na safari, akamfikisha Belema mpaka nyumbani kwake. Sasa Belema akamwambia kuwa unandai shingapi? Jamaa akasema hakuna shida, achana nayo tu. Mchizi bwana akajiongeza kara mzigo, sasa mrembo atatoaje na nauli tena ise. Basi bwana mrembo akashuka, akaingia zake ndani. Mchizi amini kama akapita na mtoto. Belema ni mzuri balaa. Palipokucha asubuhi, Belema anaishi na rafiki yake anaitwa Olivia. Belema akamweleza Olivia kwamba unajua jana nimefanya swala moja la kipumbavu kweli. Nilifanya sex hata bila kutumia kinga na yule driver Uber aliyenileta usiku. Olivia akasema Belema una akili kweli? Belema akasema lakini alimwaga nje, kwa hivyo sidhani kama kutakuwa na tatizo. Olivia akasema ukiachana na mimba kuna magonjwa zinaa pia, kwa hivyo kwa usalama wako nenda kapime. Upande wa pili tunaoneshwa Isio yuko na rafiki yake hapa. Naye pia bwana anamueleza kuhusu tukio ambalo walilifanya jana usiku na Belema. Chiza akasema jamaangu vipi wewe? Vipi unawezaje kumwamini mwanamke kiasi hicho? Je, kama ana ukimwi? Je, kama ana magonjwa ya zinaa? Ndugu yangu utakufa wewe. Sio akasema lakini yule mwanamke kwa kumwangalia tu hawezi kuwa na magonjwa ajabu kama hayo. Usiku Isio akiwa chumbani kwake anamfikiria Belema balaa. Mtoto wa kike kamkaa kichwani kinyama. Sasa ikabidi ampigie simu, kamwambia bwana mimi ni Isio, yule driver Uber ambaye ulikuwa naye jana usiku. Belema alishangaa kweli kweli, akamwambia kwani namba yangu ulisevu? Isio akasema ndio. Belema akasema okay, nikusaidie nini? Belema kawa serious kinyama. Ule ucheshi wa jana usiku mwamba hauoni. Mchizi ikabidi amwambie kuwa nimekupigia kukuuliza kuwa kama utakuwa na nafasi baadaye tutoke out. Belema akasema wewe, mimi sina huo muda, asante kwa kunipigia. Akakata simu. Sio alishangaa kweli kweli. Lakini mchizi akasema inawezekana mrembo anaona aibu kwa kile tulichokifanya jana usiku, kwa hivyo akachukulia ni hali ya kawaida Belema kuwa serious kiasi hicho. Kesho yake Isio yuko hapa na rafiki yake. Isio hana mudi kabisa. Sasa jamaa leo amemtafuta Belema kutwa nzima. Belema hajibu meseji, Belema hapokei simu zake. Sasa rafiki yake Isio akamwambia hivyo mshikaji wangu una akili kweli wewe? Yaani mwanamke umekutana naye barabarani, mkafanya ngono zembe, ndo akuchanganye kiasi hicho? Sasa kwani Isio alimuelewa rafiki yake? Mchizo mwambii kitu kwa Belema, katokea kumpenda balaa. Isio ana huyu rafiki yake wa kike anaitwa Simi. Leo alikuwa amekuja kumtembelea hapa. Sasa Isio anaonekana hayuko